na hatuwezi kuwa watu wa sunna mpaka tujifundishe hiyo sunna. Hatuwezi kuwa ni masalafi hakiki mpaka tufuate au tusome usalafi, tufuate na kusoma, kujitaalamisha njia ya wema hawa. Kwa hiyo sehemu yake ya pili ya mlango huu nasema muallif, ma sababu tasmiyatihim bisalafia, ni ipi sababu ambayo iliyopelekea hawa watu wa sunna kuitwa salafia, kuitwa masalafi. Salafiyun ni moja katika majina yao. Ahli sunnati wal jamaa, firqatun najia, firqatu mansur, salafiyun ni katika majina yao. Sasa jina hili la salafia, sababu iliyopelekea kuitwa watu wa sunna jina hili ni ipi? Sababu tasmiyatihim bisalafia, sababu ambayo imepelekea kuitwa kwao watu wa sunna kwamba wao ni masalafi, liannahum saru ala manhaji salafi, kwa sababu wao wamepita na kutembea ala minhaji salaf, wamepita katika njia ya salaf wema waliotutangulia, salafi saleh. Hawa watu wa sunna wamepita katika minhaji salaf, njia ya wema waliotutangulia, min ittiba'i alkitabi wa sunna, katika kufuata kitabu cha Qur'ani na sunna za Mtume swalla na salama ziwe juu yake, wa da'wata ilayhima, na kulingania juu yake, wa da'wata ilayhima, na kulingania ilayhima, inarudi kwenye kitabu na sunna, kulingania kupitia vitu hivyo viwili, kitabu cha Qur'an na sunna za Mtume swalla na salama ziwe juu yake, wal amali bihima, na kufanyia kazi vitu hivyo viwili, kitabu na sunna. Fakanu bidhalika, wakawa kwa sababu hiyo ahli sunnati wal jamaa, hawa wakawa ni ahli sunna, watu wa sunna, wal jamaa, na ni watu wenye kufuata nini? Jamaa. Kwa salafi wameitwa jina hili la salafi, watu wa sunna wameitwa jina hili au wananasibika na jina hili kwa sababu hiyo, kwamba wao wanafuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume na kulingania kupitia kitabu cha Allah na sunna za Mtume na kufanyia kazi, tofauti na firqa au mapote mengine. Watu watajinasibu kwamba wao ni watu wa sunna wal jamaa, lakini hawakufuata kitabu. Maana jina hili ahli sunnati wal jamaa, kila mtu anajiita kama vile nilivyoelezea jana. Masufi na wao wanasema sunni wal jamaa, wanasema hivyo kwamba sisi ni sunni wal jamaa. Jina zuri, lakini ni kama Laila tu vile. Watu wote wanadai kwamba Laila ni mchumba wao, lakini Laila ana habari na yoyote. Sasa wewe unajiita ahli sunnati wal jamaa, lakini kitabu cha Qur'ani ukitaki, wala sunna za Mtume, unazitukana sunna. Tena unaweza ukakaa ukajichanganya, maana umekaa kwenye hadhara ya maulidi, unasoma baraza nje, katika kumsifu Mtume unasema bwana Mtume alikuwa na ndevu nyingi. Wewe ukitoka pale unaanza kutukana ndevu kwenye bidaa yako hiyo hiyo, unataja kwamba Mtume alikuwa na ndevu nyingi katika sifa zake. Ukitoka hapo sasa unaenda kutukana sunna. Kwa hiyo ahli sunnati wal jamaa wameitwa salafiyun kwa sababu wao saru ala minhaji salaf, wamepita kutembea kwenye ile njia ya wema, as-salafi saleh, njia ya wema waliotangulia, min ittiba'i alkitabi wa sunna, katika kufuata kitabu cha Allah na sunna, wa da'wata ilaiha au wa da'wata ilaihima, na kulingania vitu hivi viwili, wala amali bihima, na kufanyia kazi vitu hivi viwili.
fakanu bidhalika ahlu sunnati wal jamaa. Swali linalofuata akasema, madalilu ala anna ahla sunna wal jamaa humul firqatu an-najiyah, ni ipi dalili ala anna ahla sunnati wal jamaa, kwamba hakika ya ahli sunna wal jamaa humul firqatu an-najiyah, ndo firqa kwa maana ndo kundi lililookoka. Dalili iko wapi? Ni maneno tu yanayosemwa na wanawachuoni au jambo hili lina hoja na buruhani? Adila iko wapi kwamba watu wa sunna ndo firqatun najia, ndo kundi ambalo lililookoka? Sasa makundi ni mengi. Dalili kwa asema adalilu ala anna ahla sunna wal jamaa, na dalili ya kwamba hakika ya ahli sunna wal jamaa humul firqatun najia, ndo firqa ambayo iliyookoka. Qaulihi sallallahu alayhi wasallam, ni kauli yake Mtume swalla salama zuri yake, iftarakat alyahudu ala 71 firqa. Mtume asema watafarakana mayahudi ala 71 firqa, makundi 71. Waftarakat an-nasara, na watafarakana manaswara ala 72 firqa, makundi 72. Wasataftariqu hadhihi al-umma, na mtakuja kufarakana huu umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zoji yake, ala 73 firqa, takuja kufarakana makundi 73. Kulluha fi an-nar illa wahida, makundi yote yataingia motoni illa wahida, isipokuwa kundi moja. Ni jambo wanachuoni wanasema kwamba ni jambo la hatari sana. Yaani mtu anatakiwa awe makini na kuwa macho kwenye hii kanuni. Wanasema makundi haya ni makundi mengi 73, lakini Mtume ameashiria kundi moja tu ambalo litabaki kuwa salama. Ni afadhali makundi haya 73 Mtume angeashiria kwamba makundi 73 yatabaki, makundi 72 yatabaki salama, isipokuwa kundi moja litaangamia. Ingekuwa kuna usuhula kwamba mtu angelichukulia kawaida jambo hili kwa kuona kwamba makundi yatakayokoka ni mengi. Vyovyote iwapo pengine yeye anaweza akaangukia fundi fulani katika makundi maongofu, lakini kwa idadi ya makundi haya, kundi litakalobaki salama ni moja. Makundi 72 yote yataka. Kwa hiyo hapa panahitaji Muislamu ajitafiti ili ajielewe kwamba yeye yuko kwenye kundi gani. Kundi lililookoka limeashiriwa na limetajwa na Mtume swalla salama zoji yake kama tukavyoona. Kwa hiyo kujitathmini kwamba je, mimi niko kwenye kundi hili, ajihakikishe hivyo kwamba yeye yuko kwenye kundi gani. Fikira zake yeye zikoje? Hana fikira za kikhawari, akawa na baadhi ya itikadi za ikhwani almuslimin, au pengine hayupo na masufi, au je amekaa mbali mfano na tablighi. Yatatajwa mabaya ya Ahmadiyya, yatatajwa mabaya ya Shia na mapote mengineyo, lakini mfano walipokuwa tablighi wanaonekana wako karibu kabisa na, yani kwa muonekano wa kawaida, kwamba sasa wana shida gani?
Hata nyinyi wenyewe mmetajataja watu makundi hawa, wana tatizo gani? Maana hawa wanafuga ndevu, hawa 5 salawati, wanaonekana baadhi ya minasabati wapo wanavaa mavazi, wanapunguza mavazi yao, wanavaa vizuri, tena wanatwabiki sunna kindaki kabisa. Kuta tablighi anafunga Alhamis na Jumatatu, ayamil bidh, zile siku za mwezi kuwa mweupe, anafunga, anakaa darasani, anadurusi, anafanya fikra za dini, fanya da'wa, analingania, anajitoa huku na kule. Wana shida gani hawa? Lakini yaliyojificha kwa wao ni mambo ya hatari. Mfano, miongoni mwa itikadi zao mbaya matablighi ni ile itikadi ya wahdatul wujud, uwepo wa Mungu, yani uwepo wa Allah kila sehemu. Tablighi haitikadi juu ya uwepo wa Allah kama unavyoitikadi wewe. Utakapoulizwa mtu wa sunna, aina Allah, unasema Allah yuko wapi? Ar-Rahmani ala al-arshi istawa. Tablighi ukimuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Ambia Allah yuko popote. Itikadi hii ni mbaya sana, kilichojificha ndani yake hakifahamiki na matablighi wa kawaida. Hawa wanabadilisha misikiti, kwenda msikiti huu kwenda ule, kurudi, wakafunga hizo siku za Jumatatu na nini. Kuna kitu kimejificha, kitu kibaya sana kwenye itikadi hii ya wahdatul wujud. Akina Muhammad Ilyasa ambao ni waasisi wa pote hili, akina Al-Qudus Al-Konko na wengineo, lengo lao hao wenyewe ni kupinga uwepo wa Allah tabaraka wa taala. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba ni Allah anafahamika kwamba huyu atawatembelea watu wa peponi, atazungumza nao, na anafahamika Allah mwenyewe kwamba Allah ni huyu. Ule uwepo wake wa kwamba kila mahala yuko kwa namna ipi ya uwepo wa namna hii. Sasa wenyewe walianzisha jambo hili ni kuwalitadisha watu kupitia mlango wa nyuma. Itikadi ya kwamba Allah yuko popote ni itikadi ya kupinga uwepo wa Allah tabaraka wa taala. Lakini katika yale mabaya waliokuwa nayo watu hawa ni kulingania bila ya elimu. Wakati sheria inakutaka wewe utoke ukasome, urudi uwafundishe ndugu zako, wao kutoka kwa kwanza wanakuambia utoke ukalinganie. Unapoteza watu na unapotea mwenyewe. Hii ni itikadi bovu sana wanayo matablighi, ya kwamba la msingi ni kufanya dawa, yani kutoka kwa ajili ya dawa, utoke miezi miwili, utoke sijui miezi mitatu, utoke sijui kadha, na kuhusisha masiku ya kutoka ni katika bid'a ambazo wanazo tablighi hawa. Allah waongoze. Kwa hao wenyewe hao wakubwa wa kitablighi, maulama wa Ahlusunnah wal Jamaa hawajaacha kuwanasibu kwamba wao wametoka kwenye Uislamu. Achilia mbali wale wanaofuata kibubusa wakawa na taklidi.